Sasa tunalifungua picha letu, tunakuja kumkuta huyu mwamba hapa. Mwamba ni maskini tu, ana pesa. Yaani jamaa ni houseboy tu, lakini anakuja kupata bahati ya kupendwa na bidada ambaye ni tajiri, bidada bilionea, bidada ana hela, na mwamba anaisakata kinoma noma kitandani mpaka bidada analizika na kuchanganyikiwa. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, hakikisha una subscribe. Sasa tunakuja kulianza picha letu, tunamkuta mwamba hapa hivi akiwa anaongea pamoja na familia ya huyu mzee. Hapa ameshuka huyu bidada wa kuitwa Eddie, na wanamwambia kwamba si hatuhitaji mfanyakazi wa kiume. Jamaa alikuwa anaomba kumbe kazi, lakini baadaye wakamhurumia, wakamwambia basi tutakupa nafasi, kama ukiwa mfanyakazi wa kiume ukifanya vizuri basi utaendelea kuwa na sisi, lakini ukikosea mara 3 wewe tunakutimua. Basi wakawa wanazurura hapa hivi, anamuelekeza mazingira huyo bidada wa kuitwa Eddie. Bidada huyu ni ananyodo kinoma, yani bidada yani ni anajiona kinoma, baba yake ni fogo, ana pesa. Sasa kwa nini asijione? Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yangu. Nionee huruma bana, usipite bila kusubscribe. Sasa tunamkuta bidada wa kuitwa Eddie yuko na rafiki yake, anamwambia ni unaweza ukashangaa baba ameleta mfanyakazi wa kiume. Wa kiume ndio. Sasa mwamba akawa analeta juice hapa hivi. Huyu rafiki yake na Eddie anaitwa Sasha. Sasa Sasha baada ya kumuona mwamba anaitwa Orel, unaambiwa mwamba ni handsome boy kinoma, lakini Sasha akachanganyikiwa. Eddie akamwambia vipi, mbona unaangalia kule? Sasha akasema huyu mkaka mbona ni mzuri? Akasema ni mfanyakazi tu. Huyu bidada anamdharau mwamba. Sasa mwamba akawa ameanza kazi zake sasa hapa anafanya, na akawa anamuona huyu mzee akiwa anatoka wapi? Kazini. Akamwambia mzee, ungependa nikuandalie chakula gani leo? Mzee akamwambia niandalie supu tu. Basi bwana, mwamba ni anapika kinoma. Huyu mzee akawa ameandaliwa msosi wako anakula na binti yake hapa. Huyu mzee alisema huyu jamaa anajua kupika kweli. Yaani kama ni mpishi, haki ya Mungu tumepata. Bidada akawa anasema kweli jamaa anajua kupika kweli. Sasa mwamba huku upande wa pili akiwa anasafisha bwana, si akawa amedondosha perfume ya bidada. Na alipewa machaguo 3 tu, yaani nafasi 3. Akizingua mara 3 basi ni wanamfuta kazi. Maki walikuwa hawataki mfanyakazi wa kiume. Sasa bidada kipindi anakuja kuangalia perfume zake anakuta zimepungua. Basi akamwashia moto, akamuita Orel ikaja paka kwa huyo bibi wa kuitwa Eddie. Akawa anaulizwa, perfume yangu iliyokuwa hapa iko wapi? Akasema umeiba. Na jamaa akasema hapana, mimi sijaiba bana. Mimi nilikuwa nataka nikwambie, lakini boss samahani, nilikuwa nafanya usafi nikaipasua kwa bahati mbaya. Bidada alifume kinoma, akamwambia mtoka hapa, na ukirudia hii ni nafasi yako ya kwanza, bado nafasi 2, ukirudia tena umeatimba. Sasa hapa kuna huyu mwamba anaitwa James, akawa anaingia mpaka ndani, kaingia tu bila hodi, yani kafika kaingia. Sasa huyu mwamba wa kuitwa Orel akawa anamuuliza vipi, wewe mbona unaingia bila hodi? Sasa mwamba wa kuitwa nani mwamba wa kuitwa James akawa anamwambia hapa, wewe kama nani, wewe ni mfanyakazi tu. Basi mwamba akawa anamgombeza, hata kama mimi ni mfanyakazi lakini huwezi kuingia bila kutoa taarifa. Sasa bibi akawa anaingia hapa, na mwamba akawa anamuelezea bibi. Huyu mwamba wa kuitwa Orel anamwambia kwamba sasa mimi huyu jamaa kaja hapa kafika na sielewi anafanya nini. Yaani kafika tu. Akamwambia wewe una kichaa? Yaani mpenzi wangu mimi unamwambia mtu tu yani kafika eti haelewi. Yaani huyu ni mpenzi wangu afu unamgombeza. James acha lipate kichwa, sasa likaanza kumgombeza mwamba, wewe ni chizi. Afu nikwambie tu usije kurudia kufanya hiki ulichokifanya. Next time tunakufuta kazi. Yaani ukirudia kufanya hivi, wewe unaondoka hapa. Yaani hatutokuhitaji tena. Mtoka jichenge. Mwamba akawa anaondoka hapo. Ndio una pesa sasa utafanyeje? Haya bana, huku upande wa pili bibi akampigia James mpenzi wake hajampata, akamwambia muuni kwamba naomba basi unipe company tukae hapa tupige story. Mwamba ni nani hata akatae hii nafasi? Mwamba akasema kwamba usijali, wakakaa akapiga story. Sasa baada ya hapo hivi tunakuja kumkuta huyu mzee yuko na mwanae hapa, anamwambia binti yake wanatakiwa uolewe. Mwambie huyo James mpenzi wako aje ajitambulishe hapa nyumbani, aje akuoe. Mimi sitaki upate mimba, na ukipata mimba hapa ukiwa nyumbani aisee tunagombana, yani sitokuelewa. Basi bana, bidada huku upande wa pili yuko na rafiki yake wa kuitwa Sasha, na wanaondoka. Akamwambia kwamba mwamba ni hakikisha unanipigia simu baadaye kabla mzee akirudi tu, mzee wewe nipigie simu mimi nirudi. Sasa bidada akawa anatoka kule, amerudi kalewa, yuko chakala haelewi. Yaani ni ana yumba tu. Yaani kama mziki wa Mbosso, yaani kama mziki wa Darasa. Yumba, yaani jamaa ni anayumba kinoma. Sasa hapa mwamba akawa anafika anamkuta bidada akafanyeje? Yupo kaanguka tu chini hapa. Haelewi show. Yaani hapa hivi ikitokea ndo baba yake angemkuta ingekuwaje? Basi mwamba akawa anamfuata pale. Bidada yuko sexy kinoma. Yaani hapa bidada yuko hot, anaonekana ana hisia zimempanda. Yaani bidada akawa anamshikashika mwamba kipindi mwamba anambeba. Yaani bidada anajua ni James. Yaani hapo anafly kinoma, amelewa. Anamwambia kwamba aisee wewe mkaka ni handsome.
twende ukaninyandue. Mwamba akawa anambeba bidada na anampeleka wapi? Anampeleka chumbani kwake. Bidada acha tu ni kelele kinoma, bidada amelewa. Sasa mwamba akawa amemlaza na kumfanya chochote. Sasa bidada anakuja kushtuka, jamaa anafanya usafi, anamwambia mimi nimefikaje humu ndani? Mwamba anamwambia kwamba nilikubeba nikakuleta ndani, ulikuja umelewa na nilikwambia unipigie. Akasema kwamba nilikupigia lakini ukushika simu, inaonekana ulikuwa umelewa sana. Bidada akamwambia basi fresh, acha kufanya unachokifanya, nenda niandalie supu. Tunamuona huku hivi, huyu mwamba anaomba msamaha. Kumbe mwamba bana alimtelekeza bidada kipindi ameenda kule kulewa klabuni. Yaani ile siku ambayo bidada karudi amelewa, jamaa alimtelekeza. Bidada amefium kinoma, anamgombeza, anamwambia yaani wewe kweli ni binafsi, unijali. Yaani ujali hata mpenzi wako anahitaji nini? Yaani umeenda alafu umeniacha mimi mwenyewe, na ile nilikuja kwa ajili yako kwenye ile party. Mwamba akawa anambia unapenda kulaumu, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimelewa, nilikuwa sielewi. Mwamba akawa anambembeleza bidada hapa, anambembeleza bidada, anampenda. Sasa bidada hawezi akakataa. Mwamba akawa anambembeleza, anambia hata siwezi kurudia tena hivyo mpenzi wangu, tabasamu basi. Mwamba akawa anamshika bidada nikina fly tu. Sasa huku upande wa pili tunakuja kumkuta mwamba hapa hivi. Mwamba yuko na bidada. Mwamba leo inaonekana anataka aichape huyu. Sasa mwamba yupo anataka kumkisi bidada hapa hivi. Yupo amekaa. Mara kumbe mwamba bana, kumbe alikuwa anaota bana. Mwamba anakuja kushtuka. Anamuona bidada, unaambiwa. Bidada akamwambia mbona kama vile ulikuwa na kisi na mtu ndotoni? Akasema hapana, nilikuwa sikisi na mtu. Akamwambia muamka ukajiandae huko kaniandalie mimi msosi. Basi freshi, bidada akawa ameandaliwa msosi na mwamba. Sasa baada hapo bidada akamwambia tena mwamba, samani, unaweza ukakaa hapo tukapiga story, maana mimi hapa sielewi, yani nina mawazo afu hamna mtu wa kukaa naye. Basi wakawa nakula story 1 2 3 hapa. Bidada akawa anamwambia mwamba kwamba wewe mkaka unaonekana ni mkarimu sana. Hivi una mpenzi? Mwamba akasema hapana. Na bidada sasa huku hivi upande wa pili siku yuko anaondoka, anatoka nje, anatoka out, unaambiwa na James mpenzi wake. Sasa mwamba akawa anamwambia kwamba labda nikurekebishe wigi lako tu. Bidada alikuwa anamuuliza hivi nguo yangu imenekaa vizuri? Labda nikurekebishe wigi, nguo iko vizuri. Basi bana mwamba akawa anamtengeneza pale. Ghafla muuni akawa anaingia hapa kuitwa James. Asa acha wafume hapa hivi. James akafium kinoma, akamwambia wewe nini kinaendelea hapa hivi? Edi akawa anamwambia alikuwa ananirekebisha tu nywele, nilikuwa hazikuwa vizuri. Jamaa kuelewa, kaja akaanza kumgombeza bidada, anamwambia yani wewe unaanzaje kushikwa na mfanyakazi wa ndani? Akamwambia ni alikuwa ananisaidia tu kutengeneza nywele, hata kama ndio mnasaidizana romantic vile. Mimi siwezi kuvumilia huo upuuzi. Yaani siwezi kuvumilia huo upumbavu. Wewe unashikweje? Yaani yeye kwa nini akushike? Mwamba akawa analaumu kinoma, akamwambia mtoka kwenye gari langu, nisitaki nikuone. Mwamba achekeshi. Wanaume, wauni kama huyu bwana mpo? Kama mpo, dondosha comment yako. Namfukuza demu kwenye gari hivi. Mwamba akawa anamfukuza, anamwambia ajichenge, sitaki nikuone kwenye ndinga yangu. Mwamba akajichenga kweli na mwamba akamwacha bidada. Bidada bana, baada ya kuachwa mwamba akaja kumuomba msamaha tena bidada. Akaanza kumwambia haikuwa intention yangu, yani nilikuwa ni hasira tu, naomba unisaidie, naomba unihurumie tu, unisamee mpenzi wangu. Bidada akawa anamwambia ukisa unajua nakupenda ndio maana unifanyie hivyo. Hapana bana. Mwamba likaanza kumbembeleza kibidada, acha tu kijimalize. Jamaa akaanza kumshika nini, bidada anachanganyikiwa na mwamba, unaambiwa bidada anamkubali mwamba, akamsamee. Basi sasa huku upande wa pili bidada yuko anamwambia mshikaji alimuomba bana mzigo. Bidada akamwambia mimi nataka niichape bana. Kwa nini unanikazia hivyo? Akamwambia ni miaka miwili tupo kwenye mahusiano lakini hutaki. Bidada akamwambia ukinioa fresh. Baada ya bidada kumkazia, mwamba akawa haelewi, akamwacha. Sasa hapa mwamba yuko anakula chakula kilichopikwa na bidada, anakitema. Anamwambia wewe kweli unajua kupika? Yaani unapika chakula cha ovyo hivi? Yaani wewe ni mwanamke gani? Yaani mwanamke unanipikia chakula hata akieleweki, chumvi imezidi, yaani mchele na utafuna, yaani natafuna wali badala ya kuula. Mwamba akawa na fume kinoma. Nikukumbusha tu kama hujasubscribe, hebu hakikisha una subscribe kwenye hii channel. Usipite bila kusubscribe, alafu like. Mimi nakwambia tu like, usiache kulike kwenye hii channel. Channel ikue mwanangu. Si unajua channel bado ndogo. Mwamba akawa anajichenga baada ya kumwambia bidada amepika chakula cha ovyo. Sasa ile mwamba anajichenga, huyu jamaa kuitwa Ole naye akawa anaingia hapa ndani. Bidada akamfuata Ole akamwambia naomba unifundishe kupika kama hautojali. Mwamba ni nani? Mwamba akamwambia
hiyo mbona kazi ndogo tu madam, mimi nakufundisha unaambiwa. Bidada akamwambia basi fresh, kama unanifundisha tuanze sasa hivi kujifunza. Na unaambiwa jamani anapika kinoma. Basi akaanza kumfundisha bidada, na hapa bidada yupo wanafundishana na mwamba, na baadaye wakaanza kula. Bidada anaonja chakula chake anasema, siamini kama ni mimi ambaye nimeweza kupika chakula kitamu hivi. Na kushukuru sana wale kwa kunifundisha kupika. Asa mwamba huko upande wa pili, mwamba anampenda bidada, unaambiwa. Mwamba yuko anatengeneza swaga, nenda kumwambia hivi nakupenda madam, wajua wewe ndo kama ua langu. Kumbe bidada mda huo anaingia na akawa anamsikia kila anachokiongea. Mwamba anajimaliza tu, yani wewe nikiwa nakunywa maji na kuona kwenye glasi. Sasa ndio ile bidada anaingia anamwambia, yani wewe ndio uko unawaza mapenzi hapo, unasema unanipenda. Mimi siwezi kudate na wewe mfanyakazi. Yani mfanyakazi nakulipa, huwezi hata kununua wigi langu ni date na wewe. Yani hayo mawazo ondoa kabisa kichwani mwako. Jamaa kanamwambia, lakini mimi nakupenda kweli. Unanipenda? Yani usije kurudia kusema hicho kitu. Ukisema ndio itakuwa siku ya mwisho ya wewe kufanya kazi humu ndani. Eti unanipenda. Yani wewe unaweza hata ukanunua hata wigi langu wewe. Sasa bidada akawa anamkataa mwamba, anamwambia mimi siwezi kudate na mfanyakazi. Sasa wadada naomba mtoe comment hapo chini kwamba hivi wewe ikitokea ndo mwamba kama huyo anakwambia anakupenda, utamuelewa kweli? Yani ni mfanyakazi wako anakwambia hivyo, utampa adhabu gani au utamwambia nini? Utamkubalia au utamkatalia? Toa comment yako. Lakini bidada hapa alimkatalia, akamwambia na ukija kurudia tena aisee wewe tunakufuta kazi. Sasa hapa hivi mwamba yuko na mzee. Sasa mzee anamwambia bidada, mtoto wangu ameniambia kwamba mwambie unampenda. Mwamba akasema ndio mimi nampenda. Akaambiwa wewe endelea kufukuzia ndoto zako. Wewe endelea kuongea naye, kama atakukubali ni sawa. Mzee si akabaliki. Si unajua wanaume tena, wanaume hatutupani, wanaume hatuangushani. Basi hapa mwamba akawa anapiga story na mzee. Mzee anafurahi, anamwambia mwanangu wewe endelea kumfukuzia. Leo hii ni birthday ya bidada unaambiwa, na wamemfanyia surprise. Ole likamkumbusha mzee, kamwambia leo ni birthday. Basi mzee akaamua kumfanyia surprise, wakawa wanamuimbia asubuhi happy birthday to you. Si unajua nyimbo zetu bana. Baada ya kumwimbia bidada akawa ameamka hapa kimefly kinoma, kinacheka, kinatabasamu hapa chenyewe. Yani ni humu tu. Unaambiwa bidada anafurahi kinoma hapa hivi. Sasa mzee akawa anamwambia binti yangu mimi nakupenda na nimekuandalia hii zawadi hapa hivi. Kwa hiyo unatakiwa leo ujiandae, leo ni siku yako. Basi bana huku mwamba tena akamletea bidada zawadi ambayo ni ya gauni. Hili gauni bidada analipenda kinoma, na anapenda gauni la hivi, na hii rangi anaipenda. Ya bidada aliappreciate kinoma, akamshukuru sana ole, akamwambia asante sana na nitalivaa leo. Basi bana muda wa birthday ukapita, muda wa party, muda wa kuku kuchomwa na nyama kuliwa unaambiwa. Sasa hapa hivi wakawa wanagonga chazi, wanakunywa nini. Bidada akamwambia jamani tunyweni. Sasa mwamba huku hivyo kuitwa James yuko na bidada, akamleta mpaka wapi? Mpaka chumbani. Na ukumbuke tu huyu bidada aliambiwa na mzee wake akipata mimba ni hatari. Alafu na bidada alimwambia mwamba kwamba yeye hataki kabisa kunyanduliwa kwa wakati huu. Yani yeye mpaka aolewe ndio jamaa atakula kitumbua. Sasa hapa unajua bana, mkiwa chumbani asi na chanya bana, lazima tu kitokee. Hata kama wewe utakuwa umekilinda kwa wakati gani, wewe lazima tu muuni lazima apige. Sasa mwamba yuko hapa na bidada amemkumbatia, anamwambia mimi nakupenda sana. Yani wewe mwanamke ni mtamu sana, ni mzuri. Yani nikikugusa tu macho yako yananichanganya. Mwamba wa kuitwa James bana, si akawa anataka kuutaka anayetaka show. Bidada akawa anamkatalia. Mwamba akabembeleza. Unajua wanaume hatushindwi letu. Yani wanaume tukilitaka letu, wanaume hatushindwi unaambiwa. Sasa mwamba akawa yupo na bidada hapa hivi, na anamwambia mimi nakupenda. Wewe hata usiogope. Yani wewe utakuwa na mimi mpaka mwisho. Sasa mwamba akawa anamkisi bidada, na kwenye kumkisi bidada bana, bidada si akalainika unaambiwa. Yani bidada ni kama mbuzi kafia kwa muuza supu unaambiwa. Bidada kashikwa kiuno hapa. Mwamba ni anaichapa. Mwamba ni anataka kuipelekea moto. Mwamba akamtafuna unaambiwa. Baada ya hapo hivi bidada yuko na rafiki yake Sasha, anamwambia yani huwezi kuamini, yani nimejitunza kwa muda wote lakini James amefanya mapenzi na mimi jana. Acha basi utani. Bidada akawa anashangaa, anamwambia kweli
kweli na sijui hata nitafanyeje kama nikipata mimba. Yani kama nikipata magonjwa na bado hajanioa. Na mzee alinisisitiza, oya bidada wa kuitwa Orel huyu, bidada wa kuitwa nani, Sasha, akawa anambembeleza, unaambiwa hapa hivi. Basi huyu mwamba, kumbe mwamba huyu alikuwa ni tapeli tu. Mwamba hapa anapiga simu anasema kwamba mimi hapa nimeiba kadi yake ya benki, naenda kutoa hela zote na tunaondoka hapa nchini, naondoka kabisa. Yani hapa nishaiba hela zake. Kumbe James ni mwizi. Sasa bidada huku hivi yuko anatafuta kadi yake ya benki, ajui iko wapi. Na akawa anaangalia. Baada ya hapo hivi huyu bidada kuitwa Sasha akamwambia, kwani ukuacha kule nyumbani kwa James? Bidada akasema, inawezekana kweli nimeacha kule kwa James. Ngoja niende nikaangalie. Baada ya hapo bidada akaenda kuangalia, lakini hakumkuta James, kashaondoka. Na hapa tunamkuta bidada, kumbe kashapata mimba, unaambiwa. Ameenda hospitali na amepima. Na mzee wake amemwambia, mimi siwezi kukuelewa. Hapa mzee, kamchenjia, unaambiwa. Bidada akabaki na mawazo tu na huzuni kinoma, ni anakesha analia. Yani muda wote bidada ni anaumia kichizi. Yani anawaza yule jamaa kamkimbia, alafu ndo hivyo. Yani sijui hata itakuwaje. Oya, bidada hapo hivi yani nielewi, kichwa kinauma. Yani mzee wake mwenyewe kamkimbia. Yani mzee hataki kumuelewa. Sasa hapa mzee akamwambia Orel kwamba mimi nasafiri na nitakuacha hapa kwa siku chache. Naondoka naenda nje ya nchi. Nitarudi baadaye. Basi mzee yupo hapa na mawazo tu. Sasa bidada hapa hivi alikuwa bana anataka kujiua na kisu. Sasa Orel akawa ameingia umndani na akamkuta. Orel akawa anamzuia, akawa anamwambia usifanye hivyo kwa sababu watu wengi wanakupenda. Mimi mwenyewe nakupenda sana, yani haijalishi ni mangapi unapitia, lakini mimi nakupenda kinoma na sitochoka kukupenda. Oya, bidada akamwambia, nilikwambia ukija kurudia tena itakuwa ni mwisho wako wa kazi. Chukua vitu vyako uondoke. Oya, bidada akamfukuza mwamba kazi. Sasa mzee baada ya kurudi, mzee akamuuliza binti yake, sijamuona Orel muda hivi, uko wapi? Bidada akasema nimemfukuza kazi. Yani umemfukuza kwa makosa gani? Au kukwambia kwamba anakupenda? Akasema eti baba, yani huwezi yani eti mfanyakazi wa ndani ananiambia mimi ananipenda. Yani yule mimi na yeye wapi na wapi? Sasa bana mzee akamwambia, kwani kuna dhambi kupendwa na mfanyakazi? Si ni binadamu kama sisi tu. Bidada akamwambia, kwani mzee wewe huoni tunatofautiana madaraja? Mimi ni tajiri, yule ni maskini, atanipa nini? Hata mahali tu. Yule atakupa nini? Mzee akamwambia, lakini yule anakupenda sana. Sasa yule James wako amekupatia nini? Kakupa mimba, kakukimbia, kakuibia na hela hapo ulipo. Angalia, yani wewe likichwa lako linaitesa tu shingo. Maana kichwa cha mjinga ni mzigo kwa shingo. Sasa bidada yupo huku akiwa anapika. Bana anaona jiko ni kubwa, yani anajikuta ni mpweke kinoma, anamkumbuka mwamba. Yani mpaka anashindwa kabisa kupika na anamkumbuka kinoma mwamba. Yani anasema bora hata mwamba angekuepo hapa tungekuwa tunapiga story. Yani bidada kama vile kashaanza kujutia sa makosa ambayo aliyafanya. Yani ni anajuta kinoma, unaambiwa. Oya, bidada yuko anaangalia, yani sehemu ni kubwa, anawaza bora hata angekuepo mshikaji. Yani hapa bidada ana mawazo kinoma, anakumbuka moment ambazo alipitia na mwamba. Kama siku hiyo anapika, wako wote wanapika, jamaa yuko anamsaidia, anamfundisha kupika. Bidada ilikuwa ni full vibe, full shangwe. Lakini sasa hivi bidada yuko peke yake. Bidada akaja kuingia mpaka huku chumbani ambao Orel alikuwa anakaa, unaambiwa. Na akawa anachukua vitabu hapa hivi, anakagua kwenye chumba cha mwamba, unaambiwa. Bidada ni ana stress kinoma. Yani anawaza bora tu mshikaji angekuepo sasa hivi. Yani ndo anamkumbuka. Yani unamkumbuka mtu baada ya kumfanyia ubaya. Huyo bidada hapa alipokuwa anafungua bana kitabu akakutana na ujumbe, yani kibarua fulani kimeandikwa. Na akawa anakipitia, kumbe mwamba bana aliandika the way ambavyo anampenda sana huyu bidada. Akasema, yani Edi nakupenda sana. Natamani siku moja uje uwe mama wa watoto wangu. Natamani siku moja yani niwe naichapa mimi tu. Yani nisiwe na share na mtu mwingine. Natamani mimi ndo niwe tamu yako. Bidada bana ikabidi amtafute mwamba. Na aliporudi hapa akasingizia kwamba nimekuletea vitabu vyako. Mwamba akasema nashukuru. Na kumbe mwamba ni tajiri kinoma, unaambiwa. Na hapa mwamba akawa anaulizwa hivi, akamwambia kwamba bidada, hivi unajua mimi naitwa nani? Mwamba akamwambia mimi naitwa Edi, yani naitwa Orel Kazamstan. Kazamstan ni unaambiwa ni meneja wa benki kubwa sana huko Lagos, unaambiwa. Kumbe jamani mtoto wa Fogo na alijifanya tu maskini. Ila bidada akamwambia, bana mimi kusema ukweli tangu umeondoka sina amani. Mimi nakupenda sana. Yani mwamba kumbe ni tajiri
bidii kinoma, unaambiwa. Na hapa tu alijifanya ili kupata mke sahihi, na akamwambia kwamba mimi nakupenda sana. Yani bidada akawa anajilemeza kwa mshikaji, anamwambia mimi nakupenda, ingawa mwanzo alimkataa na kusema kwamba ni mfanyakazi, ila hapa hivi bidada anasema mimi bana, sijawahi kuacha kukufikiria kabisa kwenye maisha yangu, kila siku nakuwaza wewe, yani wewe ndo umenikaa mimi kichwani, yani wewe ndo kama mwanaume wangu ambaye yani natamani sana uwe mme wangu. Yani bidada akawa anajimaliza hapa hivi. Mwamba akamwambia mimi mwenyewe sijawahi kuacha kukupenda, yani tangu umeondoka umeniacha. Mimi mwenyewe nachanganyikiwa sana na wewe, yani wewe mwanamke ndo umenifanya mimi niwe hivi nilivyo sasa hivi, yani mimi mwenyewe nakupenda sana. Na Mwamba akawa anamsogelea bidada karibu na anamkumbatia pale. Bidada yani kashachanganyikiwa na Mwamba, unaambiwa Mwamba wakuita ole libana, si akapendwa na bidada, na hapo akawa nakumbatiana. Na picha letu likawa linaishia hapo. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu. Channel ikue jamani, channel bado ndogo hii. Bye bye. Na hapa hivi tunaona bana, familia imekamilika na wapo wanakula bata tu, unaambiwa. Yani hapa mzee kafurahi kinoma binti yake kuolewa na Ole. Bye bye.